County, Kitui na Makueni, viongozi wa Ukambani wote kwa jumla, wale walikuwa mbele yetu, mumesikia vile wameongea. Na mimi pia wembe ni huo tu. Tunataka kuambia His Excellency William Samuel Ruto, ukija Ukambani tafadhali. Ukambani tuna kiongozi wetu ambaye tunamheshimu, anaitwa His Excellency Kalonzo Musyoka. Ukija hapa tafadhali mheshimu kama vile unataka wewe uheshimiwe. Na juzi niliongea pale Mumbuni na nikasema ukisikia mtoto akitukanana amesikia mamake na babake wakitukanana. Na kwa sababu wewe kama baba wa taifa ambaye sasa wewe ndio unasimamia, unatufunza matusi, na tunataka kukuambia hapa Ukambani na Rikiji na viongozi wale wengine wote hakuna mjinga. Na sisi kama watoto umetufunza matusi, na tunataka kukuambia kama hao ni wajinga, wewe ndio mjinga ule mkubwa. Ya pili, tunataka kusema hivi, hospitali zetu hazina madawa. Sasa hivi Your Excellencies, niko na mtoto wa 14 years amefungwa jela Kenyatta na ni mauti, amekufa. Ako Kenyatta amefungwa. Wazazi wake wananipigia simu wakitaka tufanye mchango tukatoe ule mtoto pale. Amedaiwa milioni 4. Sasa sisi tunaenda ni wapi huko, anasema? Wapi huko? Singapore inaendwa na mtoto wa 14 years. Mtoto mchanga amelemewa maiti Kenyatta hospitali. Your Excellencies, tusaidieni tutoe huyu mtoto tukazike. Kwanza hiyo ndio ile kazi kubwa unastahili kufanya wewe kama kiongozi wa taifa hili, pamoja na waziri wa health Duale. Muangalie, maana hii SHA haifanyi kazi. Na tukisema SHA haifanyi kazi, mnasema inafanya kazi. Haifanyi kazi SHA, ama inafanya? Jamani, SHA inafanya kazi. Leo kutoka asubuhi nimepigiwa simu nyingi sana na wazazi. Wanaomba vitabu, wanaomba karo, wanaomba hata uniform. Jamani, na sisi senators hatuna fund, lakini hawajui hivyo. Hiyo ndio ile tunastahili kufanya kwanza kwa taifa letu. Mbaito ekaine mutabye imwethukize mbaito baba imataila meukabama yase siabiesi aunguya na siabi wakikuja fukuza kabisa. Hapa tunokana kiongozi moja anaitwa His Excellency Kalonzo Musyoka. Wakikuja na maneno ya Kasongo, fukuza hapa moja na Kasongo. Ni mwewe ande ndiye za mwaide ni wantamu. Na mbona memwete mtu na mboso ite ubya mukolia laini umose mboso ite ubya no mule amboso no mule amboso na muile amusele na muile amutu ni mule ambaito. Kila kingi nataka kuuliza kanisa tafadhali, hata mimi ni wa kanisa, mimi ni mtumishi pamoja na nyinyi. Huyu mtu alikuja kwa kanisa akawaambia yeye ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ule Yesu alikuwa akisifu, hatujui ni Yesu gani. Maana sasa ameingilia kanisa. Mkiona Mungatana senator analete bill ya kuregulate kanisa, si Mungatana, ni Kasongo. Sawa. Na kwa hivyo tunasema wewe ukishika kanisa umeshika mboni la jicho la Mungu. Na jicho la Mungu mboni lake hauwezi kufikia. Utaangushwa chini kama Saulo. Uamuke pale ukiwa Paulo, ukatangaza injili ya kweli. Yesu ndio mwanaume wa wanaume wote. Dunia mzima Yesu hawezekani na mtu. Na kwa hivyo hautaregulate kanisa la Yesu. Wewe kama unataka kuregulate kanisa, Yesu atakuregulate kabla hujamregulate. Na akikuregulate, wewe utajua Yesu ni mwanaume wa wanaume. Asanteni. Mbaito ndiye za mwina akwa.
2027 muinenga Kalonzo muinenga tibase abau. Asanteni, mubarikiwe.